What's up? Welcome back. My name is Elisha Kisila, and today I'm here with my co-host. It is none other than welcome. Oh, thank you very much. I'm Namale, and I'm proud to be here. I'm also comfortable sitting here. Karibu sana. Nashukuru sana. Of course, my name is Elisha Kisila, and our topic today is ladies and lifestyle. Like nowadays, madem wamekuwa like they are just something else. Wanafukuza lifestyle, wanafukuza life fiti. Kila msichana sasa anataka kuishi life fiti, whereby they are not working for it. And today, my biggest question today, Namale, what do you think about ladies who preferring dating older men than dating men of their own age? First and foremost, I will just inform ladies out there that kuna ile unajua loving, niseme kupenda, kwa mfano nitumie mfano wako, you are a man, loving short, not short, tunawaita siku hizi masis, big C's, loving a big big C's, like big C's, it's not something that is very cruel. Yes. Like saying tunaita ugonjwa, is a genitophilia, is a disease there, the disease of loving someone who is elderly than you. Na inasababishwa na vitu vingi pale. Inasababishwa na tamaa ya kwanza, tamaa ya pesa, tamaa ya maisha mazuri pale, alafu na kujitambua mbele ya watu. Sasa tukitazamia pale kwa nini wanadada wanataka kuishi maisha mazuri pale. Kitu cha kwanza, wanadada kila mara wanapenda waonekane wakiwa na muonekano mzuri. Yes, umtazamie uone kama ni mtu ambaye anakufaa. The next thing, ladies always need free and fair life. And you can't say like mbaba atakukazia maisha. No. Mbaba atakupea freedom because after all anajua he owns you. Unaona kitu kama hiyo. Afu tena ya tatu ni pale mwanadada kila mara anataka awe mtu wa kuigizwa katika jamii. Like niseme I want to be like mtoto wa Kwa mfano wa nikuwa mtoto kama mtoto wa Overseer Jack, kwa sababu mtu Overseer Jack akona hela, anaishi maisha mazuri. Kwa kama Shalini Niseme that's the main cause in ladies. So that being one of them, umesema kuwa those older men wanakupea freedom. Yes. What do you mean by freedom? Like kama ukidate mzee, ama tuseme ukidate big brother. Big brother ana muda wa kutafutia familia yake pale. Unajua ni mtu ambaye ana familia, ana bibi, ana kila mtu anamtegemea pale nyumbani. Akona muda mwingi sana ataongeza katika kazi. Kushinda muda ambao ataongeza kwao. Akikuhitaji pale, utamwona akikutafuta. Lakini kama ako shughuli zake, hawezi kukutafuta. And the thing you should know that if you date a mbaba, wewe utakuwa unamtafuta pale. Atakwambia don't call me at this time. I will call you. Ama utanicall pale saa 2, alafu nicall pale saa 12 jioni. I don't want my wife to see the conversation. So you say that's the freedom that young men like us who doesn't have, like will be checking on you. Like niseme sasa ina date mtu kama, let me use this example. Na date kale kama my friend Shy Boy. Niseme na mdate pale. Unajua Shy Boy akona muda mwingi wa kuongeza kwangu. Atakuwa kika kidogo ananifikiria mimi. Sasa kila mara ananipigia simu pale, umekula lunch, umekula breakfast, umekula supper, wala uko wapi sasa? Lakini mzee, lakini unajua anakuuliza hivyo kwa sababu anakujali. Anakupenda upendo wa kweli, like ndio kwa maana nakwambia pale. The reason why ladies we are dating old men, that's why we are having that sickness of genitophilia, ni kwa sababu tunapewa pale freedom nyingi. Alafu kumbuka pia mzee pale anamwecheje, akona mkuchu, akona hela pale. Hapo ndipo tunapokuja pale kwa hela. What like saizi tukiangalia across, watu wanavyosema ni kuwa pesa ndilo chanzo cha nyinyi wasichana ama wasichana kuweza kuwatafuta wazee or big brothers. That's the basic, that's everything. Let me say no. Like unajua as ladies, unaweza kosa kunielewa pale, lakini there's a person who understands me. As a lady we always need a comfort life. Not only money but also peace. But money is comfort, money is peace. Let me tell you, huwezi kaelewa pale wewe. Huwezi kaelewa kwa sababu wewe si mwanadada. Nieleweshe dada. Money is not peace. Unaweza pewa hela, upewe kila kitu, lakini ukifika pale kwa nyumba hakuna amani. Utakuwa unagombezwa. Unaambiwa, do you know I'm the head of the family. Nikisema niosigue mkuu anisugua. Nikisema nifanyie hii wanifanyia. As lady we don't want, atupendi hiyo. Kitu kwanza tunafanya tunaenda kwa babas. Freedom, money
peace of mind. Utaisikia baba anakupigia simu anakuuliza nimekuona kando ya barabara, ulikuwa nani huyo? Kuna simple way utamjibu. That is my co-workmate. Lakini kijana mdogo kama niseme Shaibu rafiki yangu, nasema co-workmate wako mgani? Nipe namba. I need to communicate with you. See those all issues. Ndio kwa maana tumeshia pale kwa babas. Mimi nadhani pengine pale hapo kusema kuwa hata kugombeza kwa sababu amekuona na mtu fulani ama pengine anakupea freedom fulani. Kwa nini mimi naona ni kama pengine yule mtu hana wakati wako, ni sababu yake kubwa kwako ni kukutumia. Unaona? Anapokutumia, ngoja nimalize. Anapokutumia anajua after all hamwendi popote, hana future yote na wewe. Unaona? So after all anajua mimi niko na familia, nina watoto, nina mke, nina boma. So you are just a side chick. Like wewe like hauna chochote na mimi, hata ufanye kile utakachokifanya, after all I have nothing to do with you. And this young boy maybe he's trying to check on you, trying to protect you because anajua ako nayo pengine miaka kama 50 20 zijazo na kama mjenge naye familia ambaye yule mzee yeye ashajenga na wewe pia kuna familia, that's why inafaa mjenge familia kwa sana kuprotect. Maybe he's protecting his future regardless of maybe he doesn't have money, unaona? Lakini pengine anakuprotect juu ya hiyo. Ama unaonaje? Mimi naweza kukujibu kwanza. Unafaa uzingatie kuna aina nyingi sana za mapenzi. Na pia kuna mapenzi aina mbili ambayo ni manufaa sana. Kuna ile mapenzi ya kufaana na kuna ile mapenzi ya hela. Naweza kuwa pale naishi na mbaba, ananiweka vizuri, ananilisha, lakini mapenzi yake ni ya kufaana pale. Naweza kuwa nimewekwa na kijana pale, ananilipia labda nipei mahela, lakini mapenzi yake ni ya kukuzana. Ama ni mapenzi yale tunaelekea kwa ndoa. Sasa ujue mapenzi yetu na baba kuna utofauti pale. So kati ya yale mapenzi ya pili, kati ya mapenzi ya babas na mapenzi ya vijana, umesema kufaana na? Unajua kuna kufaana, kuna mapenzi ya kufaana na kuna pia mapenzi ambayo yanaongoza kwa ndoa pale. Sasa yale mapenzi ya kufaana huwezi kuyapata ukijana mdogo mimi. Siwezi nikajitetea pale wingi sana tu babas ni wazuri, lakini let's call love to be love. Wacha tutie mapenzi yabaki mapenzi pale. Tusije tukachanganya mapenzi yakawa ni vitu vingine ambavyo havieleweki pale. Unajua mtu ambaye anakupa furaha kila mara ndio mtu ambaye unampenda ama ndio mtu ambaye unamhisi. Sasa mtu akipenda mtu mwache wapendane. Maybe to talk about dangers of dating older men or older lady. We are in general, but we are talking first side ya madem kwanza. Okay, it's dangers like, ya kwanza tu like the common dangers that you know about dating older men. First mseme mbaba kuna dangerous nyingi sana. Kuna hatari nyingi sana. Ile baba unaweza kuwa kwa mfano umeenda naye mahali. Miaka imesonga, mko naye mahali akaaga pale. Cha pili, unaweza kuwa utegemea mwanaume ule yote, umempa moyo wako niseme vile. Akaja akaaga akakuacha pale desperate. Tutarudi tena ground zero. Ya nne ni mtu ambaye ana familia pale, mtu ambaye wanamtegemea, ana manufaa kule nyuma. Sasa kuwa kwako ni kama side chick. Unajua side chick kila mara hupigana na main chick. Sasa pale kuna effect siku moja. Ndio unapata pale matukio mengi yanatokea, unapata mtu amemwagiwa acid, mtu amechomwa na maji moto, unapata BNB issues ni nyingi. Ni madhara moja ya kuwa na mwanaume ambaye yakuzidi umri pale. Na pengine kuuliza swali lingine, yale mapenzi ya pengine kuna date the big brother or the tunavyo refer to dating that big brother. Do you think haya mapenzi sana huelekea katika ndoa? Kuna mapenzi ambayo yanaelekea kwa ndoa na ni mengi sana na tumeyaona. Kuna asilimia kubwa pengine. Tuseme mimi kwangu siamini kama ni mapenzi ya dhati. Kila mara naamini mapenzi ya pesa. Sasa niseme kama mimi siwezi nikajiingiza kwa yale mapenzi kwa sababu hayana msimamo kwangu. Na pia naona kuwa na mtu ambaye anakuzidi umri inalingana na kuzidi umri ngapi. Kwa mfano mimi naweza nikadate mtu ambaye niseme niko 22, sasa nikadate mtu ambaye ako 45 or 50. Yes. Ni bora tukue na malengo pale. Tukue na malengo. Mimi sina shida pale. Una shida hata kama na familia nyingine? Sina shida, siamenieka tuna malengo pale. So pengine hapo ukweli kwa sababu nimeweza kukutana na watu kadha wakadha, nimeona wasichana ama wadada kadha wakadha wakaweza kuanza yale mahusiano yao pamoja na wale watu ambao wanawazidi kiumri kwa sana na wakaweza kuelekea katika ndoa. Lakini sana mimi huona wanakutana pingamizi sana kutoka kwa main chick na hata sometimes kwa wale watoto
wa yule mzee sasa ambao si watoto wake. Mkutana sana pingamizi. Sana zile pingamizi unapata kuwa pengine ameweza kudate wakafika mahali wakawazaa mpaka pengine mtoto ama watoto. Na huyu mzee anapoaga hata jamii inaweza kumtenga huyu msichana ambaye alikuwa mke mdogo ama side chick. Unaona? Sijui kama umekutana na mambo kama haya. Mambo kama hayo wako, lakini ningependa kuambia wasichana pale nje. Just do something that will benefit you with your whole family. Like don't do things to impress or to kufurahisha watu pale. Mimi sipendi. Hasa kama unaamua una date mtu mkubwa, mdate hivyo ishe. Kama unaamua mtaelekea kwa ndoa, mwelekee kwa ndoa. Kama haiwezi, wacha ikae haiwezi pale. What's the biggest red flag on dating older men that you realize huyu hata tukifika mahali kama hapa, or I mean like mtu anawezaje jua ama red flag gani unaweza jua kuwa huyu mbaba pengine ako na wewe lakini pengine hapa mbeleni atakosa kudhamini? Red flag kwa babas. Mtu ambaye anakuspoil sana. Mtu ambaye hujamuomba kitu lakini ashakutumia. Mtu ambaye yani anataka kila mara mkue pamoja. Ako na familia lakini kila mara anakuta niko lodging fulani. Niko lodging fulani kuja. Be careful with that man because you may end up losing even your life. Or lose everything that you have because of her. Kwa sababu kuna siku moja ambaye mtu ambaye ni karibu naye sana atakuona pale na pelekee first wife or the main chick. Main. Alafu main akuje na atakufanyia mambo. Sema tu mambo zitakuwa imeshaiva. Sasa there's no need of dating old people because it's also sickness. Alafu pengine one of the second last question to you. Like talking about the family backgrounds, does they affect maybe ladies to date older men? No. It's just a self decision. But kuna wengine wanatoka katika familia zisizojiweza alafu wanaona ndio tuweze kujikimu ama kujimudu kimaisha. Let's take this route. No. Unajua pia? Unajua hapo umegusa baba. Iko hivi. Inafaa kama msichana, unajua ni msichana anakunga kiini cha pale nyumbani. Like a girl you need to work hard to be seen, not to work hard to be community seen. Yaani ukuwe mtu ambaye niseme kioo kwa jamii lakini si kioo katika yani mazingira mabaya pale. Sasa ukikuwa msichana pale alafu utake upate hela nyingi kwa mbaba ndio usaidie familia. Hata wazazi wenyewe hafurahi kama kawaida. Mzazi hata wahi kufurahia msichana akidate mtu mkubwa wake ama yule mtu ambaye analingana umri na yeye. Na nadhani pengine tukimalizia, wazazi wanawezaje kuwasaidia wasichana wao ama wanawezaje zaidia kivipi wasichana wasiweze kujipata katika mahusiano kama haya? Kitu moja ambacho ningesema kwa wazazi, ni vigumu sana mzazi kujua mtoto wangu ana date ule mtu mkubwa. Lakini kama jinsi ambavyo naelewa wazazi, mzazi akijua pale kuna sharti lazima wachukue afanye. Ama kuna maamuzi ambayo kawaida anaambia mwanadada, ukifanya hii usifanye hii. Kila mara wazazi kusema if you draw my lines don't come back to me. Like unaona mzazi ana deny mtoto ili mtoto afanye nini, atoke mbali na hayo maswala. Lakini kama mzazi kila mara uliza mwanao, what are you looking for? Unatafuta nini katika maisha? Which kind of person do you love? Ndio upate kujua pale mwanao anataka nini. But sometimes does it also come from peer pressure from friends? Let me say a lot is from peer pressure. Niseme tu 90%. Kwa sababu unaona mwanadada ameona mwanadada mwingine ana hela nyingi. Anaishi pale maisha mazuri. Nyumba nzuri. Ukimwangalia kila wiki ako Zanzibar, ako Dubai, lakini wewe uko tu pale. Wewe ukitoka hapo unaenda kibandaski unakula chapo yako umerudi. Sasa niseme mostly ni peer pressure kutoka kwa marafiki pale. So pengine unawezaje kuwashauri vipi wale wasichana ambao pengine wanasukuma na peer pressure ama wanaweza jiepusha kivipi na mambo kama haya? Let me talk to ladies out there, like if you want to live life, be real. Because life need real people. If you fake life will also fake you. Ukiamua unataka pale uonekane mitandaoni wewe ndio mtu ambaye unaweza, mwisho utaangamia kwa sababu si tutajua unaishi maisha mazuri pale. Ukipata shida tutakusaidia pale. Lakini tutajua labda ni una chase clouds. Lakini in real sense umepata pale shida. So girls out there or women, just live real. Stop pretending. Stop pretending, live real. That's Namale. She was our guest today, and I thank you. Thank you for coming. Are you? Next time we'll organize another one. Yes.
I'm sure itasaidia sana. Thank you very much for your hosting. Thank you, welcome. So guys, thank you for watching. Remember to subscribe, share and like, and also leave your comments. My name is Elisha Kisila, and today my guest was Namale, and behind the camera is none other than Shy Boy. Thank you.